anabaki ndani ya nyumba. Ndio maana hata mimi mwenyewe sija kuongea sana kijijini hapa. Sijavumisha. Na hii nimekuambia ni nyinyi tu. Nadhani hata mtoto mdogo kama yule akiongea ni kitu cha ukweli, hawezi kuniongopea mimi. Hivyo basi. Hapa ni kugawana majukumu. Mimi hapa nitaangalia Iyongo hii kote kule hadi milimani kule juu kule. Wewe hapo utafika kule, kazi mpya, nguvu mpya kule kote, angalia. Na wewe pia uende huko kote, uangalie kote kote kote. Baada hapo tukutane, tujue mmefikia wapi, tumefikia wapi, kama kapatikana au hajapatikana. Jamani, Haruni ni ndugu yetu, ni swaiba wetu, ni rafiki yetu, tena ni zaidi hata ndugu. Hivyo basi tusiangushane. Kipata taarifa hizi tuhakikishe na baadhi ya watu wengine ili sisi tunasaidiana vipi. Au nyewe mnasemaje ndugu zangu? Ni sawa? Najima. Babako atakuwa amepoteza fahamu. Najima, nisikize, babako atakuwa amepoteza fahamu. Najima! Babako tumeenda kukuta polini kwa ameshagonga na nyoka. Tumpeleke ndani, akapumzike. Haruni. Vipi ndugu yangu? Safi ndugu yangu. Haruni. Niambie Chuga. Freshi. Habari za hapa kijijini? Mungu anasaidia ndugu yangu. Akina Jeri wanasemaje? Jeri yuko poa kabisa, ila umetunyongonyesha tu ndugu yetu ulivyoondoka tu ghafla bila hata kutupa taarifa ndugu yangu. Usijali ndugu yangu. Si unajua matatizo yote ambayo yameweza kutokea. Ilikuwa najaribu kuiangalia wapi naweza nikapata furaha. Naamini ni binadamu wanakutana siku zote, lakini sio milima. Ni maisha mapya ambayo nimeamua kuishi kwa sasa. Natamani kwenda mjini, kwenda kuanza maisha mapya. Kwa hiyo unataka uniambie unaenda mjini? Kwa hiyo unatuachaje ndugu zako, maana tushakuzoea. Utawasalimia hapa kijijini. Pia utaambia kina Jeri kuwa ipo siku ambayo tutaonana. Basi sasa ndugu yangu, mimi nikutakia mkono wa heri ndugu yangu. Unapoenda, Mungu akutangulie ufanikiwe katika malengo yako unayohitaji. Nashukuru. Haina shida Chuga. Nilikipenda sana kijiji cha Mtemageni. Ndio hivyo ndugu yangu. Yote kwa yote siku moja tutaonana. Haina shida ndugu yangu. Haruni.
unisikiza japo kidogo. Unaweza ukaongea. Haruni, ulikuwa wapi mpenzi wangu? Najma, sidhani kama itakusaidia kitu nilipokuwepo mimi. Haya ni maisha yangu ambayo nimeamua kuishi mimi. Ama eno gani Haruni akuniambia? Najma, niliweza kupatia nafasi ya kuishi na mimi kwa muda mrefu sana. Nilikuwa na wewe na mengi ambayo tuliyapanga. Najma, kiukweli nakupenda sana. Lakini ahadi ambayo uliweza kuivunja iliniumiza mimi katika moyo wangu. Na matatizo wakati yanatokea, wewe ulikuwa mbali na mimi. Wewe ulitegemea mimi nitafanya nini? Lakini ukashindwa kufanya kitu kwa ajili yangu. Ni wewe kuniliwaza wakati matokeo yote mimi yananitokea. Najma, Sio kama mimi nilishinda kuja kukusaidia kitu yako Haruni. Lakini mimi niliambiwa na baba, sasa kwenda simu kwenda yote. wewe ni mwanamke ambaye nimepanga mengi na wewe. Wewe ni mpenzi wangu Najma. Mama yangu amekufa, lakini hakuna mtu aliweza kunilai. Hakuna mtu ambaye aliweza kuniambia chochote kile. Nilibaki mwenyewe naumia katika moyo wangu. Naomba wachane na mimi. Msikilize mwenzio. Alafu Najma ni mnafiki. Moyo wangu mimi niliweza kukabidhi kila kitu. Ulihitaji nini nifanye juu yako? Najma, ulionifanyia anatosha. Nilishuhudia kwa macho yangu. Niliweza kumuona Dibaya kubusu katika paji lako la uso. Ni sawa kweli. Najma, Msikilize Haruni hapa. umeumiza moyo wangu kwa muda mrefu sana. Nilitegemea wewe ni mtu wa kunilai wakati mimi matatizo yote yanatokea. Haruni, haikuwa hivyo. Nashukuru sana Dimai kwa kula chakula, kwa kujumuika kula chakula. Usijali mzee wangu. Na mimi pia nashukuru sana, maana sitoweza tena kukaa mbali na mti ambao tayari umeshaota maua wakati wa matunda umefikia. Najma,